Tunatambua kwamba mwili ni dhaifu lakini roho i radhi. Nawaomba wapendwa wangu, msisahau kujiweka mbele za mikono ya Bwana. Msisahau kuomba, msisahau kufanya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika familia zenu msisahau kufanya ibada, kwa sababu ibada njema inaanzia nyumbani. Hata kama unaenda kanisani kila siku, lakini hiyo bado haisaidii. Kuna engo tatu ambazo shetani anaweza kukukamata na wewe ukawa hauwezi kitu kabisa. Engo ya kwanza ni katika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Engo ya kwanza, pale ambapo unapoabudia ndipo shetani anaweza kukukamata pale. Akishakukamata pale, hakuna chochote ambacho utakachoendeleza katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wala hutakuwa na imani ya kitu chochote. Engo ya pili ni pale ambapo unapoishi nyumbani kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani akishatawala makazi yako, shetani akishatawala nyumba yako, ina maana ameitawala pia hata na familia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapaswa kuomba ili shetani asiweze kutawala nyumba yako, asiweze kutawala familia yako. Engo ya tatu na ya mwisho ni engo ya pale ambapo unapopatia kipato. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale ambapo unapopatia kipato, shetani akipakamata, wewe huwezi kufanya jambo lolote, wala hauwezi kupata kitu chochote cha kuweza kupelekea familia kama riziki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwa maana unaona pale unaambiwa kwamba wale adui walioingia ndani yako, kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, wale adui walioingia ndani yako wameingia kwa njia moja, lakini Mungu atawafanya watoke kwa njia 7. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku ya leo nataka niombe pamoja na wewe, uingie katika maombi ili tuombe wale watesi wote, wale adui wote walioingia katika maisha yetu miezi yote 11 mpaka wa 12 mpaka leo, ambapo tumefikia wakati huu tuwakumalizia mwaka. Wale adui wote walioingia katika maisha yako kwa njia moja, tuwapige ili waweze kutoka na kwa njia 7, kama Bwana Yesu alivyosema, kama Mungu alivyosema. Wameingia kwa njia moja, lakini watatoka kwa njia 7, na lazima watoke, kwa sababu Mungu hajawahi kushindwa. Mungu hajawahi kusema uongo, wala Mungu hajawahi kumwacha mtu ambaye anayemtumikia katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Karibu sana katika channel hii ambayo inayokuletea mafundisho ya dini, mafundisho ya Biblia, mafundisho ya Mungu kila siku, na utabarikiwa sana. Usisahau kusubscribe channel yangu ya YouTube ambayo ni mpya kabisa, inayoenda kwa jina la Get Past to Heaven. Mungu akubariki sana. Get Past to Heaven Gospel inakupenda sana. Karibu sana Get Past to Heaven, au kwa kifupi unaweza kuita